uongozi unapewa lawama. Ndio. Mashabiki wamepagawa mpaka wanataka kupiga viongozi na we mchezaji unashindwa kuokoa hilo jahazi. Jepesi tu, kukosea kupo. Ndiyo. Na mchezo wa mpira wa miguu always ni mchezo wa makosa. Hamna mtu anayekataa hilo. Lakini una uwezo kusema kwa hapa tulipofikia klabu yetu tunacheza na Mwarabu. Hatuna alama hata moja. Moja ni na sema moja. Kwa nini tushapata magoli mawili? Kwa nini tusijizatiti tukatengeneza imani, tukatengeneza muunganiko? Yani kwenye klabu yoyote, taasisi yoyote inaweza ikaunganishwa na mtu yoyote wenye position yoyote, either uongozi, sawa, management, benchi la ufundi, wanachama, mkaamua kuungana, jamani si tushafeli, lakini tutasapoti uongozi wetu, tutasapoti timu yetu, tutaenda nginja mpaka ikae sawa. Leeds United, Elland Road, hii timu ilishuka daraja mpaka la pili, timu ambayo ndio ilikuwa inaweza kuizuia Arsenal, Manchester isibebe ubingwa. Kiboko ya Masharobaro ilikuwa inaitwa Elland Road, uwanjani kwao, umeelewa? Leeds United, watu wakakomaa nayo hiyo hapo kwenye ligi. Sio kama naeleweka. Kwa ups and downs huwa zipo. Kwa mnaweza mkaamua tu wanachama na mashabiki mkasema mkomae kuibeba club. Kipindi hiki kigumu ndio kipindi chenye ambacho Yanga waliweka mpaka bakuli. Walilia machozi, waliumizwa, lakini walipokea, wakaichangia bakuli. Zahera kocha anatoa hela yake mfukoni, analipia wachezaji hela ya kula. Guys, nimekwambia mtu yoyote anaweza akaokoa kitu chochote kwenye taasisi. Huyu Zahera na Chicharito ndio walikuwa wanajikusanya, wanakuombaomba hela, mpaka anakuja Anton Peter Mavunde, waziri mwenye dhamana ya madini, ndio anaibeba Yanga kabla GSM kufaje kuingia. Lakini walikuwa ni Chicharito na Zahera. Zahera alikuwa analipa posho, kacheze vizuri mwanangu. Alikuwa anawaita wale wanae. Kwa hiyo nimekwambia inawezekana pia wachezaji mkasema timu haina hela. Mashabiki wamepagawa. Ndio. Viongozi wanasema tuna tatizo na changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Why not see to step up, tushawishi uongozi uongeze bonus, mashabiki waendelee kutuamini na kusupport klabu yao, ili turudi kwenye njia yetu. Na kuambia hili 1999 kuja 2000, nikikosea mwaka I'm sorry, Internationally Milan, Inter Milan ilikuwa na nyota kama 4 hivi ambao walikuwa wanapewa fedha nyingi sana. Ronaldo Di Lima kabla hajaenda Real Madrid. Ndio. Cristiano Vieri, Recoba na Ivan Zamorano. Huyu Zamorano alikuwa ni Mchile. Sawa Recoba naye alikuwa ni huko Uruguay, sijui nini huko kwa Amerika ya Kusini. Ronaldo of course, Di Lima ni Brazil. Cristiano Vieri ndo Muitalia. Lakini hawa nyota 4 waliomba timu yao iwakate mishahara ya mwaka mzima nusu, ili timu inunue wachezaji warudi kwenye ubora. Na FIFA ikatoa tuzo ya FIFA Fair Play kwa kuinusuru nini? Klabu isiingie kwenye bankrupt. Wachezaji nimekwambia Muitaliano ni huyo, wengine ni wa Amerika ya Kusini, lakini waliamua kuibeba klabu. Nusu ya mishahara yao ya mwaka ikatwe. Yani kama mtu alikuwa analipwa bilioni kwa mwaka, apewe milioni 500 tu. Klabu ikusanye hiyo, icorrect hiyo hela, ilete wachezaji nyota ili waweze kupambana. Hiyo nakumbuka ndo kina Nkokano wanaondoka, wametoboka moyo, sijui dau kubwa kwenda Inter, lakini alikuwa na tatizo la moyo akaenda Arsenal. Mnaelewa vizuri ninachokiongea hapa. Yani mtu yoyote kwenye eneo lolote ana uwezo kunusuru nini? Club. Kwa kipindi hiki ilikuwa tayari lazima kwanza wakubali matokeo. Ndio. Kwanza wakubali matokeo, waamini kwamba walipo klasi yetu, standard yetu, kupambana na mtu kama Esperance de Tunis. Yes, nao wanajitafuta, lakini tayari tusisahau class is permanent, form is temporary. Timu yao wale ina miaka 3. Timu tajiri. Inawezekana wana mchezaji anayeweza kucheza Simba, inawezekana Simba wana mchezaji anaweza kucheza Esperance, no doubt. Ila thamani, yani ukishamwambia mtu wewe mkubwa, upo kwenye klabu kubwa, mindset cha kwanza kinaanza wapi? Upstairs. Ndio kiwa kinakoleta utulivu. Mmetangulia chuma 2, mpo nyumbani,
Mmeanza papara, wameumia wachezaji muhimu hawa wawili. Wa kwanza ni nani yule? Achana akagoma yule mwingine. Nangu. Watu muhimu sana kwenye eneo lao la kiungo na eneo la kukaba. Muhimu sana katika ulinzi. Timu imekosa shape. Timu imekosa muunganiko. Timu imekosa power au ile wanasema ushawishi wa kusema ile spirit, fighting spirit. Wale wakajua kabisa kumbe hao wana kikosi bora, sio timu bora. Nakumbuka hii Baraka huwa anaongeaga mara nyingi hapa na wewe Sports Point. Kuna timu bora na kikosi bora. Jana, let's say juzi, yani kaumia Duke ya Buya. Yanga eneo hilo wangetetereka. Yani Depu kaumia anaingia Dube yani. Hapo vipi? Hapana, singetetereka. Thank you very much. Anatoka Boka anaingia Shabalala. Unasema si bora angeanza Shabalala. Hiyo ndio timu bora. Kwa class ndio ile wakosesha matokeo Simba. Walipambana kwa hali na mali, lakini mwisho wa siku intensity yao ni ndogo. Timu haina muunganiko, value yao haiko sawa. Wakifikiria mambo mengi mitandaoni, uongozi wenyewe unasema una tatizo la afya ya akili. Vitu ni vingi kichwani, mchezaji anakosa utulivu, anakosa confidence. Kocha Beka naye ana pressure, anafahamu kabisa hii timu ina deni kubwa. Lakini mimi naamini kama wataunganika kuanzia kichwani, uongozi utasema kwamba bwana potelea mbali. Tusikimbize mwizi wakati tunapiga kelele. Tumkimbize mwizi kimya. Mimi naamini Simba inaweza kaja kubadilika baada ya miaka miwili wakimwamini Steven Becker. Bora walioonyesha jana Esperance de Tunis na intensity ya kipindi cha pili. Na intensity ya kipindi cha pili. Yaani wale Simba wangekuwa Yanga au Azam. Esperance de Tunis mpaka mechi inaisha angekula 4 au 5. Kwa nini unasema? Wao wenyewe walikuwa unga. Simba hawakuwazidi uwezo wa Esperance de Tunis. Ila Esperance de Tunis wana mapungufu mengi sana, mashimo kibao. Simba wakayatumia. Ila kwa sababu tu mwisho wa siku wakakosa muunganiko, nimekwambia nyota wao wawili waliondolewa, wameumia, wakakosa ile energy, wakakosa ile intensity. Mnafahamu maana intensity? Aliongelea Garamovic. Timu zetu kipindi kishafika dakika 60. Simba dakika tu kipindi cha pili tukashindwa kumzuia Mtibwa. Guys, utamzuia Esperance de Tunis? Nadhani naeleweka. Kuna mtu alikufuru leo kwenye Sports Knockout. Kasema Simba kama Mtibwa tu. Of course, yani unaweza kaona kauli kama ya kukashifu hivi, lakini mimi naamini ukiwa na intensity kubwa hata akichomoa dakika 80 Mtibwa, Simba tunayojua sisi dakika 84 goli, dakika 90 goli. Kina Manula wale, kina Kotei wale, kina Chama yule, Haruna Nionzi, Mafabregas. Lakini kwa sababu walikuwa washakatika, hawana mbadala, hawana nguvu ya ziada, hawana maajabu. Nyota wamechoka, nyota bado hawana chemistry, nyota hawajuani. Elia Mpanzu Kibisawala mwaka jana ndo alikuwa nyota wa Simba kuanzia Januari 2025, kaja Januari. Key player anayetaka kufananishwa mpaka na kina Pakome tunakufuru. We got. Leo hii kaingizwa kwa sababu kuna mchezaji imeshindikana kuwepo uwanjani. Hiyo ni changamoto. Alivyoingia umeona amefanya nini? Ameleta impact ipi? Hakuna impact. Yes. So hawana standards. Hawana chemistry. Timu haina ubora. Sio kwamba Esperance walikuwa bora, hapana. Timu bora itanguliwi chuma mbili. Timu bora haitanguliwi chuma. Yaani uvopigwa ya kwanza na wao watakuwa wajue kuna makosa tunayo. Wametengenezewa nafasi, wamepigwa chuma ya pili. Yaani Kapombe imepigwa cross, kashakosea kadondoka. Kainuka na uzee wake kakaangu yule. Kajieka sawa, kapiga ndosi. Yaani hizo nafasi tatu zote hizo hivyo. Unajua Pyramid sio beki ya Pyramid, unaijua vizuri. Yaani Kapombe hivyoteleza pale hainuki wiki. Pale wanamkalia kwanza. Beki mmoja kwanza ajitoa kwa ajili ya timu kwanza. Si unanielewa? Hawako aggressive. Yaani wale Esperance de Tunis wenyewe hawakuwa aggressive. Goli la pili unalikumbuka? Ndio. Nilikuwaje? Ilipigwa kichwa. You see? Yaani poor marking. Ubora wa timu za Afrika Kaskazini ni kwenye set pieces. Simba kapata magoli humo kwa kupitia mchezaji mnayesema kachoka.
tena kateleza, kainuka, make kainuka na mikono kwanza alivyokuwa hoi. Kakaa sawa, kapiga heda. Yaani ule mpira upo tu. Mnaelewa vizuri ninachokiongelea hapa? Yaani Kapombe kaonekana aggressive kuliko Esperance de Tunis. Kwa hiyo Esperance de Tunis hawapo vizuri kwenye marking. Ndio maana nikakwambia mfano ile mechi na Azam. Wale kina Faisal walivyokuwa wepesi wale vijana wa leo wale. Au pale tando ushamba, ushabiki maandazi, lakini ukikaa kwenye hali ya kibinadamu ni hali ambayo inaweza kumkuta mwanadamu yeyote. Kama tu uongozi ambao umesoma, una uwezo wa kifedha, una mamlaka, umeweza kutoka kwenye vyombo vya habari na kusema hata sisi viongozi kuna baadhi yetu wana tatizo la afya ya akili. Maana yake anayajua ndani yaliomo. Ndio. Maana yake anayajua ndani yaliomo. Kwa hata mimi naona jinsi ambavyo ile pain ambayo wanaipitia mashabiki wa Simba. Shabiki yoyote wa Simba hawezi kufurahishwa na kinachotokea. Sio wote wana uwezo kuwa na kamu hiyo ambayo walionayo. Mfano kama wewe si Simba wewe. Hapa. Yani sawa. Jinsi ambavyo baadhi ya watu mashabiki wa Simba wanavyojikaza, si wote wanaweza kuwa nayo hiyo hali. Kuna wengine wana uvumilivu, kuna wengine wanatukana au kuwa na lugha chafu moyoni, mwingine anaweza kaanzisha ugomvi, mwingine yani hivyo ilivyo. Lakini si vitendo ambavyo naweza hata kwa 0%, yani sio moja, 0%, yani namba yoyote siweki zaidi ya dash. Ni vitendo vya kukemea, utumwa, ushamba, kukosa maadili, dhihaka ya hali ya juu. Jenga picha yule ni anko wako, jenga picha yule ni baba yako mzazi. Yale ni majukumu ambayo nyinyi mlimchagua mkampa mamlaka. Utaratibu wa kuendesha klabu yenu ukoje? Mangungu anagusana wapi na hayo matatizo yanayoendelea kutokea? Jaribuni kutafuta kuhoji kwa hoja. Alafu na viongozi wa Simba, hii ni rai kwenu. Hii ni rai kwenu. Tumeyazungumza leo kwenye 92.5 Mjini FM. Jifunzeni kulinda image ya klabu yenu. Mnaporuhusu yakitokea mapungufu yoyote ni Mangungu. Ikitokea mmeshinda Mo na wachezaji, afu nyinyi mnakaa kimya tu. Siku mkifungwa Mangungu hamuongei kitu. Leo mnatoka kama bodi ya wakurugenzi, kumbe mamlaka mnayo ya kutoa maamuzi, kuongelea wanachama. Kwa sababu hii ameguswa mwanachama. Haitakiwa mwenyekiti ndo asaini pale kwamba nimekwazika na kadhia iliyonitokea jana kama mwenyekiti wa wanachama wote. Kwa mwanachama yoyote au shabiki kashiriki kufanya ule upuuzi, tutamchukulia hatua za kisheria. Huyo ni nani? Mwenyekiti wa nini? Bodi ya wakurugenzi. Aliyesema ni mkurugenzi wa bodi ya wakurugenzi. Kwa nini huwa mkemei timu inapopoteana afu anatajwa Mangungu kabla ya kufika sasa kumgusa? Kwa sababu neno huwa linaumba. Umeelewa? Kuna siku moja alisema kwenye press moja hivi, akasema namsubiri huyo mtu aliyosema atajitoa mwanga, yani kama atajilipua unakupa akatafaa mabomu, hiyo ni criminal sio ni nini. Akaongea sana mzee Mangungu na aliona vya sheria hivi. Maka anaanzaga fedhea, karaha, maneno mabovu, matusi, mwisho wa siku mikononi. Maneno yanafanyaje? Yanaumba. Yani hizi vitu zime